wako. Tunaombea mtumishi wako ambaye amesimama, umtumie tofauti na jana na juzi, na kila ambaye ameketi kwa kusikiza neno hili, Bwana limsaidie, limutie nguvu, limupe matumaini, limuongezee imani kubwa, maana umetufanyia nafasi. Baba, usifiwe, usifiwe na ujitukuze kwa muda huu. Kwa jina la Kristo Yesu tunatangaza ujidhihirishe tena kwenye kipindi hiki cha neno. Kila aliyeingia asikie kupokea, apokee, asitoke jinsi anavyoingia. Kwa jina la Yesu Kristo tunaharibu na kuvunja kila ukame, kila ukawaida. Yule ambaye aliingia na hewa ya kutokupokea neno apate kufunguka, afunguliwe kwa muda huu, ili neno lako lipate nafasi na likae daima. Tunalishangilia kwa kulipokea tena. Tunalishangilia kwa furaha kubwa, maana ni chakula chetu cha uzima, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Neema ya Yesu na amani tokayo Mungu Baba iwe na nafsi zenu nyote kwenye jioni ya leo. Bwana na wabariki. Tusome somo letu, tekste yetu ya msingi, ili tupeleke katika hatua ya leo. Mwanzo sura 26 na mstari wake wa 22. Mwanzo sura 26 tunasoma mstari wake wa 22. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo Bwana. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake Rehoboti, akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Ni neno la Mungu, lipokee. Amina. Somo la mkutano ni wiki 3 hizi sasa, liko linasema ni Rehoboti. Maana yake ni kusema kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Jana tumejifunza ushindi zidi ya nafasi, sababu tumesema kabla tufike nafasi kamili ambayo Mungu anatupeleka, zipo nafasi kwanza tunazipitia, na nafasi hizi zina mazingira makali ya kiroho, zina mazingira mabaya ya kiroho. Na tumesema jana, mbele niingie katika somo la leo, kwamba nafasi hizi tulijifunza kwazo kupitia ndugu zetu Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria, namna wamepita kutoka Yerusalemu ambako walibarikiwa, walijazwa, walisikia uwepo wa Baba, walisikia nguvu za Mungu huko, walisema na Mungu huko. Ni udongo mtakatifu, ni udongo ulioitika maisha ya imani katika Mungu mmoja. Lakini sawa nafika Babeli, huko wanakutanana na miungu mbalimbali, na mazingira ya kiroho ya huko ilikuwa nzito, ilikuwa mbaya, ilikuwa ya kubadilisha mila, ilikuwa ya kuwasahaulisha mji wa Yerusalemu. Sio kuwasahaulisha Yerusalemu tu, lakini na iwasahaulishe na Mungu wa Yerusalemu, lakini pia iwaunge na ulimwengu wa roho huko wa kipagani, iwaondolee ideoloji yao ya Yerusalemu, iwawekeze ideoloji ya kipagani ya kibabeli. Na hapo hiyo kitu iliyokuwa ndani mwao,
Kwa nafasi ile ikakutaniwa na vita ya aina mbili. Moja ilikuwa ni vita ya kiroho, lakini ambayo ilikuwa ya chini chini, kuwabadilishia majina, kuwabadilishia chakula, kuwabadilishia lugha. Na haya matatu yote haikukuwa ya kawaida, ililenga kubadilisha kitu katika maisha ya vijana hawa. Lakini hata hivyo walishinda, wakaendea vita ya pili ambayo ilikuwa ni vita yenye iko wasi. Ilikuwa sasa ya kuwadekonekte, kuondoa, kukata kitofu kwenye asili ya nguvu zao, kwenye misingi ya nguvu zao, nayo sio nyingine. Nguvu walizokuwa nazo zilitoka katika Mungu mmoja anaitwa Jehova. Ushindi waliokuwa nao haukuwa mwingine, ni uhusiano waliokuwa nao na Mungu Jehova. Na ulimwengu wa giza wa mahala pale kule Babeli ikaona njoo iwabadilishe kikamilifu, lazima iwaondoe katika mahusiano haya. Sasa ikawaletea vita yenye iko wazi, une guerre ouverte. Moja wao wakatupwa katika tundu la simba na wengine katika tanuru la moto. Lakini revizio yetu, turudie tena, tulisema sisi wa Kristo hatubarikiwi, hatufanikiwi kulingana na majira. Mafanikio yetu haifuatani na nafasi. Hata tuingie nafasi mbaya hatuhangaiki, hata tuingie nafasi yenye wengine habafanikiwaje, hatufanikiwi juu ile nafasi inafanikiwa. Hatui na amani kwa sababu ile nafasi ni amani. Amani yetu, mafanikio yetu inadependre na mahusiano tulionayo na Mungu aliyetuita. Hata tuingie katika tundu la simba, kuna kitu ambayo inatusindikiza. Niliwaambia inajiempozaka juu ya ulimwengu wa roho wa nafasi yetu naingia. Sema amina. Hiyo ikasababisha Daniel sana ingia katika tundu la simba. Sio maombi ambayo ilisababisha zile simba, hapana. Lakini ilikuambia Danieli, Hanania, Mishael na Azaria walisindikizwa na maagano, na Mungu alikuwa na hamu, Mungu alikuwa na shauku afike Babeli. Nani atamfikisha Babeli? Nani atamfikisha kama sio Hanania na Mishaeli na Azaria na Danieli? Ndiyo maana wale wenye wanabeba maagano hawafi. Si kila jaribu inawashinda. Kuko proje zenye Mungu anaweka ndani mwao. Haleluya. Na majaribu mengine kwetu ni taksi. Majaribu mengine kwetu ni taksi. Mimi nasema ni taksi, sababu kuko taksi zingine zenye shetani hawezi pigia firimbi, hawezi kuzisimamisha. Anawaza amekuingiza ndani ya majaribu, kumbe anakuweka ndani ya taksi ya itakufikisha kwa ile nafasi. Amina. Alafu ile maagano ilisababisha, nilibambia maagano kazi yake kwa nafasi zetu nzito. Sijui tulijifunza kwa siku zilizopita. Ina kazi ya kutransforme, ina kazi ya kubadilisha, ina kazi ya kujiempoze kwa bazimu ba ile nafasi, kwa bachawi ba ile nafasi, kwa maimpossible za ile nafasi. Haleluya. Ile maagano yenye Danieli alibeba ili transforme ile tundu la simba imugeukie salo, imugeukie chambre à coucher. Iko sabato habanielewe. Ili transforme wale masimba wawe marafiki. Oro balikuwa na jene ya 7 jours, me ile maagano ilibanyamazisha. Haleluya. Mbona mfano mwingine inakuja na siku iandaa. Angalieni ninyi wenyewe, kwa sababu Mungu alikuwa na lengo la kuokoa akida wa prizo. Mbona hamunipi masikio? Alimuona iko na moyo mgumu, iko na moyo mzito, haiwezi kusikia injili. Inaweza sikia miujiza. Na ile miujiza itafanyikaje?
Mungu aliruhusu Paulo na Sila wafungwe, waingie gerezani. Ile kifungo ya Paulo na Sila ilikuwa proje ya Mungu ya kuokoa mlinzi wa gereza. Ambia aliye pembeni usijiue. Mwambie usijiue. Ile mazingira mazito, ile hali nzito, muko mradi wa Mwenyezi Mungu, muko proje ya Baba. Kuko batu benyiko anataka fundishe. Mtu hajanisikia hapa. Sasa kwa sababu ile maagano yenyiko juu yetu, mkumbuke ile Zaburi ya 84 aya ya 5 mpaka ya 7. Iko inabageukia aya kwa moyo. Wale waliotoka Sayuni, wale nguvu zao zinatoka Sayuni, wachapopita katika bonde la vilio, Bwana huligeuza kuwa chemichemi ya baraka na mvua ya vuli. Kwenye wengine wanaachaka imani, sisi wabeba maagano hayaya tutapaingia na tutavuka. Haujanielewa? Prizo maagano iligeuza kanisa. Watu habasiki. Ile maagano yenye iko juu ya Paulo na Sila, hata ile nafasi baliingia, si nafasi ya kilio, si nafasi ya manunguniko, si nafasi ya mawazo, si nafasi ya susi. Mekitu iliyo juu yao ilitransforme ile bonde ya vilio. Lizo ikageuka kanisa. Juu mkanisa ndio mwetu na sifu, mkanisa ndio mwetu na abudu. Kuko manivo zenye munatakiwa mupande kiroho. Hata mwingie mdifikilite ya haitabanyanganya haleluya, haitabanyanganya Bwana asifiwe, haitabanyima kuomba. Mpaka utajisikia tu uko unapanda utukufu hadi utukufu. Koro uko pembeni ya balozi, uko pembeni ya wachawi, uko pembeni ya bakagushira. Munasikia ninyi wenyewe. Mungu awabariki. Ambia aliye pembeni revision inaisha. Sasa leo tutaangalia mambo inayotufikisha kwenye nafasi yetu kamili. Sababu somo letu linasema Bwana ametutengenezea nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Sinjo Rehobothi, kisima cha kwanza walikifunika, cha pili wakakifunika, lakini hata hivyo kachimba kisima cha ngapi? Cha 5. Akakipatia jina, akakiambia wewe hauko tena Eseki, hauko Sitina, kwa sababu Eseki maana yake ugomvi na Sitina maana yake fitina, wivu. Lakini Rehobothi maana yake upanuzi, maana yake mina panuka. Mbona iko sawa? Watu hawako wananielewa hapa. Ambia aliye pembeni, kama uko unafinywa, mimi napanuka. Mimi niko naona sasa kuna wewe unapenda kufinywa. Bwana Yesu abariki mtu mmoja. Yapo mambo yote ya Mungu inakuwa na gharama. Mambo yote ya Mungu inakuwa na malipo, inakuwa na pria peye. Amen. Tunaweza enda. Ninataka niwaambie hivi, iliyo wazi ni Mungu ndiye anao uwezo wa kutufikisha nafasi yetu kamili. Hawako wawili, ni mmoja tu ndio anaweza kutufikisha. Lakini kusudi atufikishe, zipo daraja, zipo hatua. Mseme ndio. Zipo hatua. Tusome Mizali 18:16. Mizali 18:16. Tunasoma katika jina la Yesu. Bwana mnasema amen, hamsomi? Tunasoma katika jina la Yesu. Twende 1, 2, 3. Zawadi ya mtu humpatia. Mnasoma polepole kwa nini? Mnaoga? Twende 1, 2, 3. Tunasoma kwa jina la Yesu. Msoma na sauti nisikie. Zawadi ya mtu humpatia nafasi. Tunaendelea. Humuleta mbele ya watu wakubwa. Geukia aliyepewa, amepokea karama ya Baba. Mwambie pokea zawadi. Mwambie pokea vipawa. Lakini sasa vipawa hivi ili vitupeleke nafasi, vinaomba matunzo. Vinaomba matunzo. Mimi nasema vinaomba matunzo.
Mimi nasema vinaomba matunzo, vinaomba vinyonye, vinaomba vimwagiliwe maji. Niko na wahubiri kitu ambayo mimi mwenyewe naielewa. Zawadi zikitunzwa zinatupa nafasi. Kama kuko mwenye kwa na debrie nafasi hapa, usiende mbali. Angalia ndani ya moyo wako. Je, kuna zawadi Baba ameweka ndani? Kama kuna zawadi Baba ameweka ndani, iwe ya nyimbo. Chiba maulika. Kumbe mwa mwana wa imbaji. Ale wana barabara ya mweupe na vya rushe kwa vichwa. Ni mweupe kama kumirundi kama kumikulu. Ni banani? Ni bebe basi ile karama minjo ipatie nafasi. Ambia aliye pembeni itakupa nafasi. Mwambie itakupa nafasi. Mwambie ikienda kuume itakupa nafasi. Ikigeuka kushoto inakupa nafasi. Ikienda juu inakupa nafasi. Ikienda chini inakupa nafasi. Biblia inasema zawadi, karama iliyo ndani yetu, ikigeuka huku inaota. Ikigeuka huku ikienda huku inaota, inatupa nafasi. Na nafasi yenyewe inatusogeza yo yenyewe. Inatubeba pole 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 pole. Haitubebe karibu na shetani, haitubebe karibu na balozi, haitubebe karibu na wenye dhambi. Inatupeleka karibu na wakubwa. Mimi natangaza, tunza zawadi, tunza kitu Baba alichokupa. Hiyo karama, ambia mama mchungaji ache mazungumzo na Victoire. Hiyo karama itabapeleka nafasi. Rudia kwa nafasi yako. Bwana Yesu abariki mtu mmoja hapa. Wewe unaweza achia mtu atakuombesha. Bwana Yesu abariki mtu mmoja hapa. Amen. Nifunze kwa mfano juu, kama siwafunze kwa mfano hamwezi kunielewa. Karama ambayo Mungu alitiaga mshie njoo kilalo ya kutufikisha kwenye anataka. Usibakie mkanisa shomere. Bo sijue femine ya shomere kama njoo shomeze, kama njoo shomatrice bo. Mefanya hange kubakia monisco mkanisa. Fanya hange kubakia observateur mkanisa. Si tuko tunahubiri unatupigia mikono. Si tuko tunaimba unapiga mikono. Tunakoropa unachungu kuyo ikale. Tunaomba unachunga matokeo ile maombi yetu. Tunalota unachunga tafsiri ya zile ndoto zetu. Munanyamaza mimi munasikia. Geukia aliyepema mie tout le monde au travail. Tout le monde au travail. Mwambie tout le monde. Mwambie Baba hakuwage, hakuna walikoseaga. Baraka zake hazina mwisho. Alitueneza, alitugabulia. Niliwaambia karama njoo zinatupokeaga mjamaa ya Mungu. Karama njoo zinatupokeaga mkukuwa bafie na bafils adoptif. Quand on est sauvé, tunaokoka, Mungu anatega mikono miwili, anakutosha katika jamaa la ibilisi ili akuingize katika jamaa lake. Anakupa zawadi sana kuokoa mbele uingie kumnyumba yake. Anakuambia pokea, anakuambia kamata hii ndoto wako, anasema na wewe kamata tafsiri, anasema wewe kamata lugha, anasema mwira nilikuima burefu na kupatia buhubiri, juma hubiri yako itakuwa inakurefusha. Anasema wewe nilikuima sura na kupatia sauti ya mzuri, itatuma unaolewa. Batakuwa kumbuka kama hauna sura, wimbo itakupitisha. Bwana Yesu abariki mtu mmoja hapa. Bwana Yesu abariki mtu mmoja hapa. Tunza karama Mungu aliyokupa. Tunza zawadi Mungu aliyokupa. Imwagilie maji. Iombee, funga juu ya haya. Usisikie haya. Kama ni kuitumia uitumie. Hata wengine bacheke hauna haya. Unajua kukube huko unafanya. Sikia, hamunielewi kama sisomi katika Biblia. Mimi nasoma Mwanzo sura 41. Twende David, Mwanzo sura 41. Mwanzo sura 41. Historia ni ndefu, niende na ikata. Twende aya 15 tu na 16. Aya
10 hapana, havitakolea. Tuanze aya ya 8. Roho ananikumbusha. Tuanze aya ya 8. Tulishakuwa tayari? Aya, tusome katika jina la Yesu. Kuna mtu ananipa masikio? Neno la Mungu linasema hata asubuhi roho yake kumbe tuko pamoja. Akapeleka watu kuwaita wanani? Waganga wa Misri na watu wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kufanya nini? Msome. Mnasema bibiko mkichwa yangu kuliko msome. Wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo haya. Basi mkuu wa waonyeshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Tuache pale. Twende aya ya ngapi? 12. Twende Davi. Tulishakuwa tunasoma kwa jina la Yesu. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia, naye akatufasiria ndoto zetu. Akafanya nini? Akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotufasiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu. Alikuwa wapi? Sawa. Alikuwa wapi? Ambia aliye pembeni, gereza ya wachawi haituzuii. Mwambie ataka kufunulia walishakutia mgereza, mwambie bataniita. Mbona watu hawanizigi? Bana kuletea ujumbe, tulikuwa tunakuombea, tumeona bachawi walishakufutia mkifungo, bana kutia chini ya lijiwe, mwambie bataniita. Umwambie vile vile ulifunuliwa ni kweli, lakini ipo siku watafanya nini? Haleluya. Ikawa kama vile alivyotufasiria ndivyo ilivyotokea. Mimi nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu, wakamleta. Ile ndio nilikuwa napenda msomi. Wakamleta. Ambia aliye pembeni, bale walikubebaka na nyoba atakurudisha. Ndi napenda hili neno, kutoka gerezani. Angalia mwanaume. Mimi nashangaa hapa. Akafaa kwanza nini? Ndevu na biote. Akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Farao akamwambia Yusufu, Yusufu alikuwa anachunga, bahati mbaya nipati useme nimeloga. Na Yeshua, ukisema nimeloga, nimezini, nimeiba, nimekufa, ndaomba. Lakini akasema nimeota. Yusufu akasema, wala hakuna awezaye kunifasiria. Nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuifasiri. Yusufu akazunguru akasema, Yusufu akamjibu Farao akasema, si mimi. Mungu atamupa Farao majibu ya amani. Kuko vipawa vyenye baba anafikishaka nevulo ya tikotak. Tikotak. Mungu awapeleke hiyo hali. Tikotak. Kibaya nikisema mtasema mimi najisifu, nikisema mtasema mimi najitapa. Kuko vipawa vya vinaomba atamwira bamutingize busiku lamuka uhubiri. Pale atafanya chochote, atasema haleluya, na nyinyi wote mtajazwa. Kuko vipawa vingine ni tikotak. Aiombe twende milimani, baba fufua karama yangu, baba chochea karama yangu. Viko tikotak. Viko na mashafinge ya kushtia kuchochea mule ndani. Viko na mashafinge za moto mule ndani. Haleluya. Pokeeni ile neema na itangaza katika jina. Pokeeni hiyo neema. Haleluya. Yusufu alikuwa tikotak.
Hakuna vya kufunga macho, Baba nifunulie siri, Baba nizungumuze, Baba nieleze. Ilikuwa ni muda ya kumpeleka nafasi. Anamgeukia tu anamwambia, Mungu atakupa majibu ya amani. Sina dosie na we. Mungu atakupa majibu ya amani. Vipao viko tofauti. Yusufu alikuwa na karama ya ndoto mbele. Hakuwa na tafsiri. Yusufu hakuwa na karama ya tafsiri mbele. Alikuwa tu na karama ya ndoto. Karama ya kutafsiri ndoto inakuja ni Mwingereza. Mbona kwa sababu mko pamoja na nyie jana? Kwabo kwenye kwa anakula mzuri, anakula bie. Wewe unawaza maoni naweza kuya kwa hii maonezi unajitega. Hamoni vyenye ndasema labda vitakuwa vibaya zaidi. Mimi habitakuwa vibaya. Ndaisema juu mimi najua itaenda dunia nzima itasaidia. Wapo wahubiri tuliowajua wakisema neno unasikia share de pool. Bakitamka neno unaandika. Unaweza tosha maneno 1000. Leo wanavichekesha. Kwa sababu gani? Walijitega mayonezi. Ipo saa ya mayonezi na ipo saa ya mafungo. Amen. Na kwa jinsi unajitega mayonezi saa, kwa jinsi na mbingu na ziko mbali na wewe pole pole. Ndio utakula. Tu vas manger c'est bien. Utaikonjuger verbe manger sio vibaya, lakini haiko kila siku. Mungu awabariki. Kipawa cha Yusufu si cha kusafiri ndoto gerezani. Danieli sina ni kutafsiri ndoto. Sasa tunafika Danieli utaona utofauti. Yusufu tiko tak. Mimi naitangaza iwe yako katika jina la Yesu. Tiko tak. Mimi narudia tena pale niliwaambia, tumekosa wa kuhubiri. Bana kushitukia, fungua Biblia yako, hubiri na watu watajazwa. Korale haikufika, utasima. Mnajua vile vilipelekaka Faraja pasere wa ushirika leo Tanzania. Walitualika kwa mkutano mkubwa muideali. Hao ideali ngali sale yenye na kartone. Mimi ndio niko mchungaji ushirika. Tukaenda na Faraja. Mnanielewa? Sasa tulifika mule, Rose Muhando ndio alikuwa na tamasha. Kura ikakatika. Mimi nasema aba waimbaji ya majivuno ya hapa wakaza angaliana hapa. Wanasema korale moya ipande kupise yeni na animegisi kura itakuya. Nani aingie? Wanasema tuimbe bila mikrofoni. Tuimbe bila mikrofoni. Tuimbe bila muziki. Wako wanaangaliana kwa wanaambia huyu, wanaambia huyu. Nikaangalia ukiana yangu Faraja nikamwambia panda pale. Hauna invitation umefanya nini? Au kumbuki? Kamwambia panda pale. Akaimba mke wa pili. Hakulage sombe na we. Hakule sombe. Bwana Yesu awabariki. Kuna mtu ananipa masikio hapa. Kurai kakawia akazibula kwa ya pili. Kurai kakawia akazibula kwa ya tatu. Sakurai ilikuya Rose Muhando anaimba anasema yule kijana tutamsupport. Mchungaji wake ampe tu nauli ya kumfikisha Tanzania na temwanyashi tamsupport. Hizo nyimbo zilishaingia studioni anasema bado sema zitaingia. Mwende muulize. Ambia aliye pembeni kalwe yako karami na chunga baombe. Mwambie kali yako na chunga baombe. Kinachunga mafanya kwanza ita baba. Kama karama kwa kunekera mbele useme kuluka toka kule we. Toke kule. Bana haiko nyie. Bali wenye hawakukuya. Haiko nyie, bali wenye hawakukuya. Mungu asaidie mtu mmoja hapa. Zawadi yetu inatupatia nafasi. Inatupeleka karibu na watu wakubwa. Majira lirosi ogope ndakwa kuombea kisha ibada utapokea nguvu. Hauseme amina.
Bwana Yesu abariki mtu mmoja hapa. Bwana Yesu abariki mtu mmoja. Mfalme anamwambia anza eleza, anaanza eleza na Petro anafunga macho. Kisikuwa anaeleza na tafsiri iko inafanya nini? Tafsiri iko inatirimuka. Kisikuwa anaeleza na tafsiri iko inatirimuka. Kisikuwa anaeleza na tafsiri iko inatirimuka. Anamuuliza unamaliza? Anamwambia ndio, lakini mimi nawaambia lazima tupite nafasi, tuachie watu histoire. Na si peke tutoke pale na kitu kimeongezeka. Majaribu isikuachie vidonda. Iko sami nasema haraka. Majaribu isibaachie vidonda. Ibaongezee karama, ibaongezee ujuzi, ibaongezee hekima, ibaongezee Kristo. Mtoke mwa ile majaribu na kipawa mpya. Ayaya, mtoke mule na kipawa mpya. Yusufu aliingia mona ndoto tu, tokamo na tafsiri nayo pia, kwa sababu mbingu zilielewa. Nilikuweka karibu na baba yako, alikuwa anakupatia tafsiri za vigembe shoka. Amen. Tafsiri za vigembe shoka. Oh, nililota mwezi na nyota vinaninamia. Baba anapata tafsiri, mimi inageuka fimbo. Anamwambia ala, we mtoto unalota tutakuinamia mimi na mamako. Si ni tafsiri? Mimi nilikwambia jana ni nini? Ni fimbo. Niliona miganda inasimama yenu yote ilinamia yangu. Anasema Peti, unasema utatutawala, si ni kweli? Wewe mtoto bako wanamchanganya matafsiri. Niza kumvunja moyo. Mbingu zikambeba Mkereza. Kumbe Mkereza na mnageuka chumba ya maombi. Kumbe inageuka mlijiwe ya maombi. Hamwezi jua lulimbo wenyi wote hapa. Kumbe inageuka lulimbo we. Unaingia mle ndani vipawa vinaongezeka. Ninasikia nirudilie tena ile neno. Kuko mtu mwenye inatafuta majaribu yenyuko ndani isikuachie vilonda. Isikuachie vilonda. Ile mapito yuko unapita isikuachie vilonda. Uimalize na nguvu zimeongezeka. Uimalize upako umepanda. Vile uliingiaga ndani hautaacha cha kwako ma ile majaribu. Mtu asikie Kiswahili yangu mzuri. Vipi ungali unaipita amo, hautaacha upole kusudi utoke mkali. Hautaacha kiasi kusudi utoke katetera. Utaingia amo vile vile na vipawa vyako. Au contraire sa utachomoka amo na experience na utukufu na tafsiri. Uliingia na ndoto, utarudia sasa na tafsiri imeongezeka. Njoo Mungu ule. Haleluya. Mimi nasema njoo Mungu ule. Mimi nairudia, mimi nawaambia njoo Mungu ule. Sasa nilisoma Biblia yangu ninakutana Mwanzo 41 nikisoma aya 37. Nikifika 40 nasoma katika jina la Yesu Kristo. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Tupate wapi? Bila consultation ya ba ministre, bila consultation ya basage. Mtu mwenye balishitaki violence, mtu mwenye aliviole bibi ya nani, si ndio mashtaka yake ya akida ya general, mwenye natoka mprizo, habasambishi, habafanyi lolote. Mfalme, ile utukufu ilikuya juu ya Yusufu, kipawa ya Yusufu ikasaulisha kama yeye kazi yake ilishakuwako alama ya kuuliza. Profile yake iko kwa alama ya kuuliza. Anasahaulisha yote, anageuka nauliza watu yote, tumpate wapi mtu kama huyu? Ni wachawi ya Misri, mbona mlikosa tafsiri? Balozi ya Misri, mbona mlikosa tafsiri? Mimi nawaambia ninyi nyote mlio hapa, wahubiri wenzangu walio hapa, msiogope wakibashitukia mikutanoni, msiogope. Mungu aliwachelewesha ili mpate nafasi. Mungu aliwagonjwesha ili mpate nafasi. Siku ile usianze nungunika kusema mbona habakuniavertir. Simama, kuko kitu baba iko anatafuta. Alibaini tafsiri. Mimi nasema alibaini tafsiri. Abaini hayo kwa favor yako.
mtu hasikie abaime hayo kwa favere ya akabaima hayo kwa namtafsia nafasi ili ya kuwa mnaikala mkanisa tu mnakula celebra osikuwake na sauti. Tulikuwaga wakati nilikuwa ningali peti sana, tulikuwa na papa moya grand frere moya pembeni eba najua kwetu tunapita kwake hivi tunamuita Burunde. Unakumbuka Burunde? Yeye ndio Chishugi mejua nakuwa noire sana wakaanza muita Burunde. Alijua kucheza muziki sana. Sasa alikuwa anatuforme kucheza muziki. Sasa akarugirantia. Sasa tunaenda maopa anatuambia hata tulishakuwa kupist. Ukisikia unaenda opa usiangalia kwa mwenzako. Batakuwa waza mi koche minjo vile nyoni libakoche. Asa atasa uliona unaenda huku kumbe wenzako abo balienda huku. Batawaza minjo nilibagabula. Muba distraire. Batakuwa nawaza mi peke nyoni nilisema wewe mwiro kwenda huku na wenzako baende huku. Ile sio naona unaenda huku usiangalia kwa wenzako useshe tu naone kama na njobe yako bile. Kisha kwa jifanyisha kunyamaza kidogo bana waza nilikwambia kunyamaza njoo kwenda position ya wenzako baada. Na kumwisho karubiro mashiru kaja wahirinjiko kwa lindo manye fente. Ukahirinjika. Mnajua fente ndio ile tulikuwa tunazibula hivi kisho na 5. Ukahirinjika kwa walindo manye fente. Mnajua kuhirinjika. Ndio kucheza madesordre. Ndio kwenda unapiga wenzako mapipasi. Bwana Yesu awabariki. Mnacheka mimi mnasikia. Mnacheka mimi mnasikia. Kiroho ni vile. Amen. Mimi nasema kiroho ni vile. Ambia aliye pembeni lete ile sauti saa ya hungue lalamikia tu hapa. Lalamikia tu hapa. Hakuna problem. Si ni vya kujitafutia nafasi. Mimi nasema bongo papa musi. Ni vya kujitafutia nafasi. Wewe unaona utaolewa wewe hivi tu na uko na pita. Mwende uliza Monisco baambie statistike ya bapapa na bamama mwa hii dunia. Mnajua habari. Ni njoba mingi kuliko banaume. Donc mwenye haveye ndoa hii miaka iko probleme sana. Amen. Sasa ni kesho ya kuimba sana badada. Ni kesho ya kuimba baraka zako haziisha. Kibaya nyinyi mnacheka kuliko mjazo. Hizi siku hata ulizalamo ya mama bila vilembu. Ni kesho ya kujitereka. Kujitereka muma nani? Mo Yesu. Haiko vile vya kujitereka kule kwa barabara. Ni vya kuhirinjika kisu utajua fente. Ni vya kwenda unasibula kisu utajua fente. Bwana Yesu awape ile neema. Vipawa vyetu vinatupa nafasi. Haleluya. Kama hamuelewi ndaendelea na Biblia itawaeleza. Sababu nikiwashuhudia yangu mimi mwenyewe hamtaelewa. Mena ninyi wenyewe mlishaelewa. Hainipi nafasi. Hamuikale nyinyi wote. Mimi sisimami. Nikisema munipatie selashi hapa mtanisele. Kibaya hawajue selashi. Baimbaji walishajua hao selashi. Hapa bapika muziki hapa. Hata mkanisa yao ndio mpaka basele. Pole sana. Naendelea usomi wangu katika jina la Yesu. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Mimi najiuliza sasa Farao kwa tamka hii, share de poule gani Yusufu alikuwa anasikia? Mimi nawaza alikuwa anasema lile neno niliwaambia jana. Niliwaambia sipo nafasi tunafika hata hatuseme na kinywa, miguu iko inasema, mioyo iko inasema. Na tuko tunapiga mguu hivi, banawaza ni mafunza, lakini siko tunasema mimi natawala hapa. Mimi natawala, mimi namiliki, mimi natawala. Na waza kisi mfalme iko anasema na Yusufu iko inasema gereza unikome. Ninataka mtu moja hapa mwenye atahakikisha ameitwa na neno hili.
mikrofoni wiki. Haleluya. Mimi nasema haleluya. Mimi nasema haleluya. Mungu abariki mtu mmoja hapa na Mungu awape ile neema. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Demande ya wapi? Muniambie demande ya wapi? Seve ya wapi? Nationalite balimpatiaga yo siku gani? Mbona hamuniulizi nationalite? Mimi nataka niwaambie kama Baba ametukumbuka, hakuna sheria juu yetu. Hakuna sheria. Mimi natangaza sheria zote za wachawi sikuachi. Sheria za balozi sikuachi. Singali zinasema kipawa hayatumika. Siku kipawa itatumika, itavunja sheria. L'onction brise les jougs. Je le répète au nom de Jésus. L'onction brise les jougs. Je le répète encore une fois. L'onction brise les jougs. Mafuta iliyo juu yetu inavunja nira. Mafuta iliyo juu yako ivunje nira, ivunje sheria, ivuke mipaka. Chapa makofi, sema ndio. Haleluya. Geukia aliye pembeni, mwambie tumia karama yako. Mwambie itavunja sheria. Mwambie tumia ile karama. Mwambie tumia. Tumia ile karama, itavunja sheria. Mina itangaza itazivunja na tutavuka. Farao akasahau kama mwenyiko anazungumza naye ni prisonier. Akasahau kama habari kwa prisonier ni mgeni katika ile nchi. Akasahau kama mwenye anaweza kufanya premier ministre inaomba experience. Apart experience inaomba masomo. Apart masomo, mnajua kama ni vya maparti politiki. Labda ni parti gani itaongoza hiyo wakati. Anakuwa mchama ya wapi? Mimi nairudilie, mimi nawaambia sheria za wale wachawi zisikuogopeshe. Mimi nabatia moyo, mimi nawaambia ile waliokufunulia kama uko mgereza ni kweli. Uambie ule malikuletea ufunuo umeona kweli. Lakini niko na neno lile linaniambia bataniita. Sitajitosha mimi peke, batafanya nini? Bataniita. Haleluya. Ninasema haleluya. Kuko kitu niliandika katika matayarisho yangu ambayo ninapendelea sana nizungumze pamoja na ninyi. Niliwaambia na mimi nairudilia, katika maombi yetu usiko najiona mwenyewe, ona na aliye pembeni. Hamoni kama ikitu iko inarudia, hayajibiwa, hauyajibiwa. Kweli ya Mkristo, hayajibiwa, hauyajibiwa. Lazima majibu ya karama zenu. Sa karama zenu zitawabeba nafasi, zitabulula na wengine nafasi. Mungu akukupatia karama yenyiko parametre. Ningekuwa wa Tanzania ningesema wewe ni wa kimataifa. Amen. Kuna mtu aliniita juzi, niko naomba Mungu mwa ofisi yangu, ilikuwa usiku. Nadhani ilikuwa saa 4. Vendeze. Akaniambia huyu bwana ndio alimpatia namba zangu. Sikumuelewa sababu tulionana miaka mingi. Alishakuwa nchi nyingine, tusitaje zaidi. Na ananiambia, kweli wewe unaona sama mafundisho haya ni ya hilo kanisa nililoliona? Mimi namwambia hauna habari wewe. Bwana nyivote mnaingiza kimya. Ambia aliye pembeni, zipo siku za kufanya experience kusimba na dubu. Mbona umwambie vile? Mwambie ile ni stage. Mwambie ile iko inakuforme. Utaenda pambana na Goliath kesho. Haba elewe. Ni mwenye sikio la tatu anaelewa. Amen.
Kama jua nini mimi nasisitiza hii? Karama Mungu aliyoweka ndani yenu ndio funguo ya kukubeba Kanaani. Ndio funguo. Ile kipawa yenye iko ndani mwako ndio itakupa nafasi. Ikigeuka kuume itafanikiwa, ikigeuka kushoto itafanikiwa, ikienda mbele itafanikiwa. Karama hakuna butongo wenye ayotake hapo. Besikudanga. Wale ba injilisi wewe unasikia banauliza, "Oh batu 10, oh batu, uko na batu ngapi?" Nadhani yeye atakumbuka nilimwambia nini? Nilimwambia bale ni ba maonction. Me ba alliance ni mapaspa. Bali baba hubiri ya upako ndio banye vile. Me sisi wenye maagano hata watu bebe Nyaruzimia tutajazwa. Batu bebe Kambao tutajazwa. Batu bebe mumkutano ya batu 1000 tutajazwa. Batu patie batu bawili tutajazwa. Ni sawa sawa na Paulo na Sila mgereza bali abudu mpaka mbingu zikashuka sabenye bako mkanisa. Haleluya! Pokea ile neema katika jina la Yesu. Kipawa yako ikokote wengine nyuma. Mbona niko na maneno mengi hapa? Chambo ya bahubiri bazungukaji. Tuache sura 40. Nadhani ngana dakika kidogo. Tuache sura 41. David, tuende 45. Aya ya 3. Geukia aliye pembeni mwambie, kama sio mimi ndatangulia ni wewe. Lakini mmoja wetu akitangulia, mwambie vile mmoja wetu akitangulia. Mwambie tutisauliane. Mwambie tukumbukane. Amen. Nasoma katika jina la Yesu. Tulishakuwa na macho ubaoni. Yusufu akaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu. Mwishaanza sikia kwetu tunaenda. Akaambia ndugu zake, mimi ndimi. Babangu angali hai bado. Jibu. Msome kwa jina la Yesu. Jibu. Maana Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu. Kabiri bilemu. Ona petikisi anavala. Ona sura ipetilisha kuwa na mwali angaria mubushomere. Anaanza lugusa hapo. Unajua faranga kisi inakimbiza chunuku. Hujui kisi inafundisha hapa mama hata ulitoka Chimpwiji, Kalonge, Ngweshe nini. Inawafundisha Kiswahili. Hii masombe si iwezaki tena. Directement unamwangalia mara unasema ni faranga inamfundisha lugha. Hii masombe si iwezaki tena. Unasema zamada hasezi. Ni faranga we. Inabadilisha. Nakimbiza chunuku. Ona Yusufu gisi anafrape. Mungu awape roho ya Yusufu. Katika jina la Yesu Mungu awape ile roho. Na ba Yusufu bachipuke mwa hii kanisa katika jina la Yesu. Penye batabeba taifa lote zima. Wakijibiwa ni taifa zima linajibiwa. Anawaambia mimi ni Yusufu. Rubeni anaangalia. Kila mtu position alikuwa nayo na njoo alibakia hapo. Mwalitoa inama alibakia hivi. Mwalitoa baye. Mwalitoa jikuna na kabakia hivi. Mniulize nilikuwa hapo. Kila mtu ile position. Mimi njoo. Ya. Ile bande yote ikafanya nini? Karudi. Bakaona jinsi walimupiga, bakaona jinsi walimutosha manguo, bakaona jinsi walimpigaga, jinsi walimutupa mshimu, jinsi walimuuzisha, jinsi walidanganya papa kama alizafanya nini, jinsi waliwako ndo wanavuruga. Endi aliaziraiba kitu.
Siba Kristo ndio tunasababu waka. Tu damu ya Yesu imetusaidia kufuta. Neba chanja haba sababu wake. Bakaona ile senario yote. Yusufu anamwambia baba angali. Kimya. Badumu. Mimi nawaza ile njoo wimbo ya rafiki yangu. Njoo ile wimbo ya rafiki yangu. Ameyaiona? Ile wimbo ya rafiki yangu. Kumbe kuna wewe nakumbuka. Njoo ile wimbo ya Shekina Ngwanga Kulondoa. Watanyamaza kimya. Watafumba vinywa. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia, akasema, akarudia tena lile neno. Akamwambia tena mimi ndio Yusufu, ndugu yenu. Napenda hii Kiswahili. Ebintu bya Arabika. Ambaye mulimuuza. Waliamwaguzagia. Kila mtu roho yake inamwambia hapa ni fimbo mingi. Nadhani pale njoo imeventure ilianzia. Hapa ni fimbo mingi. Tutasikia zinaweza ivisha maole leo. Anabangalia ko machozi inaanza pita. Balishakuwa sama tente. Kila mtu anajiuliza, balishaota sheri de poule. Hii farazi yo pekee inakuambia, basi sasa msihuzunike. Wala msiuzike nafsini zenu kwa kuniuza huko, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Mungu awape ile roho, maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Iko hata kidogo. Basi si ninyi mlionipeleka huko, ila ni Mungu. Naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Fanyeni haraka mwendee baba yangu, mkamwambie hivyo. Mumwambie, ndivyo asemao mwanao Yusufu, ameniweka kuwa bwana katika Misri yote. Basi unishukie. Frazi inalumishaka moyo. Frazi inalumishaka moyo. Nataka tuisome katika jina la Yesu. Twende aya 25 sudi tumalize tuombe. Kesho ndaendelesha. Tulishakuwa wakatoka wakafika nchi ya Kanani kwa Yakobo baba yao. Kambu inendiale wakambasha nini? Wakisema Yusufu angali ya wakafanshizo. Awe kama na dereni yoko masabahu kwa hatari. Ana Yesu pamoja na nyinyi. Mungu anaweza kukutanisha na watu banamna hii. Na bangali wakampasha habari wakisema Yusufu angali hai, naye ndiye mtawala katika nchi yote ya Misri. Ambia aliye pembeni, kumbe baraka zinazimishaka mtu. Nyie hamuyasoma pale kubao vyakafanye nini? Ambia aliye pembeni, niko na kuchunga kinyume nyume. Juu sabi takui utazimia umwe. Mwambie niko na kuchunga na mikono nyuma. Ndakuzola, usiogope utapika kapongo shochini. Kuko baraka zinazimilishaka. Wale waliomwambia Yusufu amekufa. Na nguo hii na damu hii. Sasa bali transforme message haya. Bali walimwambia mtoto yako amekufa. Na wako wanafanyana hivi. Watu wa siku za mwisho. Bopi kama najua lari iko mfuko. Je, bali muuzisha hapo. Mimi naambia mzee alikufa. Tulikutana tu nguni. Na ile siku tena wanaambia papa Yusufu.
Usiwaombee wakufe haraka, wasikufe na hawajaolewa, wasikufe na hawajaolewa. Mimi nasema wasikufe na hawajaolewa, basikufe na hawajapona, basikufe na hawajainuliwa, basikufe na hawajapata diploma, basikufe na kazi hayarudia. Wale waliokuloga na itangaza, na ni wale watatangaza umekumbukwa. Ile kinywa ya ilikandika, mimi natangaza katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ile kinywa iliyosema hauko, na ndio itasema ungali. Ile iliyosema ufe na ufe, na ndio itasema ungali hai. Ile kinywa. Kumbe kuna baraka nzito. Kumbe kuna baraka nzito. Hakujiamini. Akageuka akaba, mnasema nini? Wanasema ona vyakula, ona punda, ona farasi, ona vyenye anatupatia na magari za kubeba. Mzee akazimia. Sikubambia papa mwe baliambia aende kamata gari mofida, akabeba kashunda. Banamwambia banakutafuta kule kwa OCC mzee, wende kule. Akajua hivi njani lisha nipiga. Kumbe walimuuzia fuso. Ushaona fuso inaenda mkashunda. Mnajua kashunda ndio success. Kama shunda kenye ndio kashunda. Mimi najua kashunda. Wewe nilitasema mimi najiachia yangu pale. Mama Kada ananiambia papa uachie pale. Kwa hivyo mimi naachia pale. Bwana Yesu abariki mtu moya. Alisaidiaga kiana moya. Walimfukuzaga akali anasoma. Akaenda kwa ule baba. Akakuwa banakula bishogolo na yeye na matembera. Lakini kiana alikuwa na akili hata kama hakuna mali. Kapata neema ya kupata bursa kwenda soma kule nchi za uzunguni. Akasema kitu ya kusaidia ule mzee, shamba ndampa, ndamuzia gari. Fuso. Dedwanima vyote. Yepeke. Jina zake muite. Banamuita mzee, kuko kado yako iko huku, kuja uichukue. Mzee akaelewa banaweza niite nini kama haiko nyama hayabunga. Akaelewa ni nyama hayabunga banamuitia. Akatirimuka na kashunda. Sake nini? Mnajua kuna wenye hawajua kupronounce swasati, wanasema swaswanti. Ambia aliye pembeni tema vile. Wao wanasema swaswanti. Mami hawezi kusema sashe. Watasema sashe. Katirimuka na sashe. Yeye huyu anafika kule, wewe ndio mzee, anasema ndio. Jina yako njoi, ingine njoi. Unajua kijana moya ndio, lakini iko miaka mingi anafanya nini? Hatuonani. Ulimjuaje? Kafasirie. Sasa kuna zawadi yako ameituma. Bana tirimka na mzee anaanza sema Mungu ujirenge ndasheka kabiri. Ndakula mara mbili. Bana tirimka na mzee anamuonyesha iboro ni yako. Jugari haiwezi enea kashunda kazimia. Mungu awatende hivyo na kuzidi jioni hala. Zipo baraka zenye zinatepasa. Situ zinatoka mkarama za baba, zinatoka mvipawa vya baba we. Haleluya. Kesho tunaona zinatoka mhuduma, kesho yake tunaona zinatoka mwa watu wengine. Ambia aliye pembeni beba vyako, usikona ni kwaza. Mwambie usinitoshe humu mbele ya wakati. Mimi nawaambia tusitoshane humu. Huko mwanabeba vya mwenzako. Mnakatala niende kesho. Kumbe mimi nabeba vyako. Na kwa hiyo nabeba vyangu. Tuchungane polepole. Kulikuwa hivyo moyo ilikuwa haina miguu haina mikono. Mehi ayo ndio ilikuwa inaambia mwenye anaibeba bumbeka bwinja. Anapooza miguu na mikono anambeba kumgongo ndio aini anaomba. Mesaba na dunda hivi anamwambia unibebe mzuri. Ambia aliye pembeni unibebe mzuri.
Mimi nabeba byako na mimi nabeba byako. Yakobo akazimia. Kuko neno ilinibariki niisome na nimalize. Inasema hivi, wakamwambia maneno yote aliyomwambia, na alipoona magari aliyoyapeleka Yusufu ili kumchukua, roho ya baba, kumbe mko mnasoma pamoja na mimi, roho ya baba yaga wa chimuna ni mwasoma, roho ya baba yao ikafufuka. Mimi nawaambia napenda lile neno. Mama Petro haiko humo. Kijana yake kama njoo aweza akagonjwa njala. Akaenda naambia mamake, tumbo inaniluma. Tumbo inaniluma mama. Mamake akamwita akamwambia, kweni kuombe. Kijana mwerevu akamwambia, hapana mama, hii haiko tumbo ya maombi. Munacheka, mimi mnapaswa mcheke jioni ya leo. Mimi nawatabiria jusi atufungie macho sasa tunatabiri. Mimi nawatabiria, mimi nawaambia unatafufuka. Ambia aliye pembeni, mimi najua mimi natuma unazimia. Mwambie usiogope. Mwambie mimi najua mimi nishakuzimilisha. Matendo itakufufua. Haiko vya maombi ndio vitabafufua tena. Kuna mahitaji mengine sio maombi. Tumezimia. Tunahitaji tuone. Tukiona tutafufuka. Matendo ya Baba, miujiza ya Baba, ishara za Baba siwasindikize katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya! Lazima matendo makubwa itusindikize, ifufue vilivyokufa, ilete ujasiri, ilete uhodari, ikupe la kusema, ikupe kusimama mbele ya wengine, ikupe vya utatangaza mbele ya wengine. Haleluya! Mgongo iliyokunjamana ifunguke. Haleluya! Ikupe kurukaruka, ikupe kushangilia. Alipoona magari, usome Biblia zenu, alipoona magari, mtu hanisikii, alipoona magari na farasi na vyakula vyenye Baba bana mtumia roho yake, Musa akasema ya akalapa, akasema Israeli, akasema yatosha, yatosha. Mtu mmoja aseme vile, yatosha, yatosha. Yatosha. Mnaona ile point d'exclamation na wewe iko kwa hivi yako, yatosha. Muulize Kasali mwalimu wa zamani, ndio nikupumua kwanza, yatosha. Kisha tulikuwa roho kunda dua direka kombinali, Yusufu mwanangu angali hai. Zile ndiye zikasema ndio papa, ndio papa. Mwe mkafanshi zo mwe nyanjo mwe mlianganya mzee bale na njobe Mungu atatumia. Mimi naomba wasikufu baishi baone jinsi tutajenga kanisa, jinsi tutajenga madhabahu. Bakutamuke uko na hivi juko na bali weka sheria mjamaa yenu 40 mnaenda 50 mnakufa. Mema kutamuke na hivi bale ba Yusufu adroku, Yakobo adireko binali, angalia nitakwenda. Mimi nashangaa na uvie amuyasoma nyie, simsome nisikie. Nitakwenda nionane naye kabla. Kuko vyenye Mungu haitikake tukufe na hatujaona. Muamini ile kwa jina la Yesu. Hautakufa na hujaona watoto ya tumbo yako. Wewe tumbo iliyofungwa, wewe tumbo iliyofungwa, hautakufa na haujabaona. Hautakufa, haujabaoesha, hautakufa. Ninaikataa katika uwezo alionipa Baba. Ninaipinga katika jina la Yesu. Nasema tena naipinga katika jina la Yesu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Hatutakufa na hatujaona. Tutaona na
Bwana tutagusa. Natangaza kuona kwako. Mtu mmoja asimame ashangilie na tuombe. Utaona kabla ukufe. Natangaza utaona. 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 Yesu saidia taifa lako. Yule Rubeni, yule Simeon, yule Yuda, yule Lawi, pale waliobeba habari mbaya zako, waliozibeba wewe ni tasa, waliozibeba wewe maskini, waliozibeba wewe sijui nani, wale waliozibeba, na ndio wataleta za furaha, na ndio watazileta, na hautakufa. Anayenisikia, anayenitazama, amini neno hili, aliamini katika jina la Yesu. Acha tu dhambi, bakia mu maprinsipe za Baba, bakia mu kanuni za Baba, shika maagizo. Ambia aliye pembeni ni nywele za Samsoni, mwambie ni nywele, walizikata zitaota, walizikata zitaota, na sasa zitaota ndio zitafanya makubwa kuliko ile zilizoifanya. Amina. Nitaenda nionane naye kabla sijafa. Kama kwa nini neno hili linabakia moyo yangu? Nitaenda nionane naye kabla sijafa. Nataka useme kama Yakobo, na unasema kabla sijafa hii ndaiona, kabla sijafa hii ndaiona, hii ndaiishi, hii ndaigusa, hii ndaitembelea, hii ndaiishi na kizazi chako na jamaa lako. Matendo makubwa ya Baba ni haki yetu. Ni hapa na niko na waombea tu. Matendo makubwa ya Baba ni haki yako, iko haki yako. Ye mwenyewe amesema, na ishara hizi zitafuatana na waaminio. Wewe ni muamini, kuna mambo inapaswa ikufuate. Haiko wewe ndio utaiomba, ni haki yako ikusindikize leo. Kwa kuwa Baba ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi.